Kuomba kwa ufanisi hakuhusiani na kupaza sauti. Kuomba kwa ufanisi wala hakuhusiani na kiwango cha jasho unalolitoa. Lakini pia kuomba kwa ufanisi haukuhusiani na mpangilio mzuri wa maneno ulionayo. Kuomba kwa ufanisi bado hakuhusiani kabisa how long unakaa, ni muda gani unatumia katika kuomba kwako. Hayo yote ni mazuri, lakini sio lengo kuu la kuingia katika maombi. Sio lengo kuu. Waombaji wengi anaweza kajisifia muda mrefu aliyoomba, anaweza kujisifia namna ambavyo aliomba mpaka jasho likatoka, anaweza kujisifia jinsi ambavyo amekuwa na mpangilio mzuri wa maombi. Lakini nataka nikwambie, maombi yenye ufanisi ni yale maombi ambayo unaomba mpaka kitu fulani kitokee. So kama hakuna kilichotokea, it doesn't matter unatumia muda gani kuomba, umetoka jasho kiwango gani kuomba, haitakuwa na maana. But nini kinazaliwa katika yale maombi yako? Hicho ndicho jambo, hilo ndilo lengo la maombi. Maombi ni kuomba mpaka kitu kimezaliwa, aidha kwenye maisha yako au kwenye eneo au katika kile kitu ambacho umekuwa ukipambana ili kiwe na matokeo. Hiyo ndio maombi ya ufanisi. Kitabu cha Isaya anasema, msiwe kimya enyi kumkumbusha Bwana. Msiwe kimya mpaka Bwana atakapofanya imara Yerusalemu na kuwa mji wenye sifa. Manake ufanisi wa maombi ni kile kinachozaliwa katika kuomba kwako. So tumia muda mwingi, toka jasho, kaa staili mbalimbali katika kuomba kwako, lakini lengo lako kubwa iwe ni kwamba kuna kitu unataka kizaliwe, kuna jambo unataka lizaliwe. So kwa waombaji na ambaye bado si mwombaji, kama utaamua kujikita kwenye kuomba, lengo isiwe kwamba watu wasikie sauti yake imeanza kubadilika, watu waone umetoka jasho, umechoka sana kwa sababu kwa kwenye maombi, no, lakini watu waone matokeo ya kuomba kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea Mungu akusaidie ili uwe na matokeo na sio jasho tu.